Somo linasema kwamba maombi yanayofanya nini? Yanayofanya kazi. Kumbe kuna kinyume chake, kwamba kuna maombi ambayo yafanye nini? Kuna maombi ambayo yafanyi kazi. Kabla tujaendelea, hebu tuone kwanza, kabla ya mfano, kumbuka kile kinachoonekana katika Injili ya Marko 1:35. Yesu Kristu anaomba kwa nidhamu, anaomba kwa faragha. Nidhamu ni ile hali ya kuamka alfajiri. Jamani, kuamka alfajiri kama huna nidhamu, hiyo biashara huiwezi. Utakwenda siku ya kwanza, ya pili, ya tatu utashindwa. Lakini nidhamu, lakini faragha, kujiweka wakfu peke yako, kufanya mawasiliano ya moja kwa moja na muumba wako, na uhusiano wa karibu na Mungu. Hii ndio model, yani ndio mfano wa maombi yatendayo kazi. Kumbe hapa kuna nidhamu, kuna faragha na uhusiano wa karibu na Mungu. Hii ndio inayofanya kazi. Lakini maombi yako kama yana sifa zifuatazo, jua kwamba utakuwa unaomba ndio, lakini yaweza yakawa hayafanyi kazi. Sifa mbaya ya kwanza ni kwamba maombi bila nia sahihi. Yani wewe una nia, yani tumeambiwa leo kuna kuomba, unaamka tu, yani unaenda kuomba. Nia yako ni nini? Nitakuwa na taja mafungu, najua mnaandika, utasoma kwa wakati wako. Maombi bila nia sahihi, yani waraka wa Yakobo 4:3. Unaomba kwa tamaa binafsi, anasa na maombi ambayo hayatoki moyoni. Kwa kweli haya hayana uhalali mbele za Mungu. Lakini maombi yenye dhambi isiyotubiwa, yani una dhambi lakini unasema kwamba unaomba, hujatubu. Tunajua kwamba ili uweke mahusiano na Mungu ni lazima ufanye kwanza toba. Kuomba ili uonekane mbele za watu hakuna matokeo ya kiroho, ni ya nje tu. Hii tutajifunza pale katika kitabu cha Mathayo 6:3 andika. Lakini maombi yenye dhambi isiyotubiwa tutajifunza pale katika kitabu cha Isaya 59:1 na 2. Isaya 59:1 na 2. Dhambi imetenganisha mtu na Mungu, mawasiliano yanakuwa yamezuiwa. Dhambi imetutenganisha na uso wa Mungu. Kwa hiyo bila toba, bila kurudi msalabani, maombi yako wakati mwingine yanakuwa ni ngumu. Ya tatu, maombi ya unafiki au kujionyesha. Kuomba ili uonekane mbele za watu, hakuna matokeo ya kiroho. Inapatikana Mathayo 6:5. Lakini 4, maombi bila imani. Unaomba tu lakini hauna imani, una mashaka sana na hicho kitu unachokiombea. Kuomba huku na mashaka, Biblia inasema kwamba mtu wa namna hiyo hatopokea kitu. Soma katika kitabu cha Yakobo 1:6 na 7. Maombi bila kusikiliza au kutii neno la Mungu. Neno la Mungu linasema hivi, alafu we hautii neno la Mungu, haumtii Mungu, lakini unakuja mbele zake na maombi. Nasema kwamba kukataa mafundisho ya Mungu, hata maombi yake yanakuwa ni chukizo. Lakini sifa ya 6 ambayo maombi ambayo hayafanyi kazi, maombi ya majivuno. Kumbuka yule Mfarisayo na mtoza ushuru yule pamoja na yule mama. Maombi ya majivuno. Katika kitabu cha Injili ya Luka 18:9 mpaka 14. Farisayo aliomba kwa majivuno, hakujibiwa. Yule mama aliyenyenyekea alipata kibali mbele za Mungu. Kumbe kumwendea Mungu waweza ukawa unamwendea, lakini kama una hayo mambo ambayo nimeyataja, maombi yako yanaweza kuwa unaomba lakini hayafanyi kazi. Sijasema hayapokelewi, hayafanyi kazi. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anazidi kutuomba kwamba tunapokuwa tunaomba tunafuata ile model au sifa za Yesu, kwamba ni nidhamu na faragha, sawa, na mahusiano na kumweka Mungu
mbele kabisa.